William Samuel Ruto, viongozi wa kanisa, ndugu zangu ambao mmekuja hapa kwa maombi, na Wakristo wenzangu, Waislamu wenzangu, na wale wote ambao wanaabudu wanaabudu kwa jina la Yesu Kristo, na wasalamia. Hamjambo. Ni vigumu sana kuongea baada ya kusikia injili kama yenye tumesikia leo, lakini nitasema kwamba Mheshimiwa Rais, langu kwanza ni kushukuru kwa kutupatia huu mradi wa Industrial Park pale Nasewa. Huo mradi naamini ya kwamba ukifaulu, na najua utafaulu, mambo ya barabara, mambo ya maji, mambo ya nini, najua ya kwamba itakamilika, because naamini kwamba Industrial Park is an ecosystem. It's not a single project. It's an ecosystem. Other than vile watu wameongea, Busia inahitaji an earth station ya Kenya Power. Mheshimiwa Rais, tukipata stress kidogo kwa national grid, au ndugu zetu wa upande huu ambao wako na earth station wanazima, Busia inakaa kwa darkness. Tutaomba as part of Nasewa utuletee hiyo earth station, tuweze kuwa na earth station. Na Mheshimiwa Rais, katika kitabu cha Psalm tumeandika kwamba God always hears the righteous. Na pia tumesikia mahubiri ya leo, na mimi pia nilikuwa nafundishwa kwa mhubiri. Father Langire tulikuwa class moja na yeye. So mimi pia mtaniruhusu nihubiri kidogo leo. Na kuhubiri kwangu nitaanza kwa kitabu cha Ufunuo, Genesis. Kitabu cha Mwanzo, Genesis. Kile kitabu cha Genesis, Mungu alimuumba Adamu na akamwambia achukue mamlaka juu ya yote ambayo alikuwa ameumba. Mungu hakumwambia binadamu achukue mamlaka juu yake mwenyewe. Mungu alimpa binadamu sheria. Na pale binadamu alipovunja sheria, akapoteza paradiso. Na Mungu hakumuuliza Adamu uko na nini. Lakini kwenda mbele, unaona Mungu, ukimuomba Mungu huwa anakuuliza uko na nini. Unaona nabii Elisha kwa kitabu cha Kings alikuwa kuna huyu widow alikuwa anataka kupigwa auction. Akamlilia Elisha akamuuliza uko na nini? Akamwambia kwamba ako na mafuta kidogo. Na akamwambia nenda kwa majirani zako uombe mitungi, ujaze mafuta na ukauze, na yenye tabaki itakuwa yako. Ukija, Musa aliulizwa uko na nini? Akamwambia niko na fimbo, na hiyo fimbo ikafanya kazi. Tukaja, ukiona katika Yesu miujiza yake nyingi kama ile ya kulisha watu, aliwauliza mko na nini? Wakasema tuko na samaki na mikate. Akafanya muujiza. Pale Kana akasema mko na nini? Wakawa na maji, wakajaza kwenye mitungi. Na kila mara Mungu anatuuliza tuko na nini. Sasa hapa Kenya leo tunalia na tunaulizwa tuko na nini. Na Mheshimiwa Rais, mimi nakwambia uko na sheria. Tuko na sheria na tufuate sheria. Watu wameongea hapa mambo mengi, na unajua huko nyuma hii housing bill, hii housing tax. Hii sio mara ya kwanza kuja. Hata mzee Uhuru alileta, na ni mimi ni mmoja wale tuliichapa mpaka ikarudi kuwa voluntary. Na nimemaliza kusoma bajeti yako Ijumaa. Nimeisoma kila kipengele Ijumaa. Ina maneno mazuri, ina maneno mabaya. Watu wasikudanganya hapa ati kila kitu iko sawa. Na yale maneno mabaya ambayo yako pale mengi inafuruga katiba.
Bwana Rais, wewe ni rafiki yangu, hata unakumbuka ile mambo yanasewa ikianza, nilikuja kwa ofisi yako Transnational House, nikakupata huko na Bwana Ole Kaparo. Tukaongea nikakwambia nataka kwenda kotini na naenda kupanda basi ya jioni niende Bungoma ni file case. Ukani encourage, ukachukua shilingi 30,000 ukanipatia, akasema tumia hii ikusaidie. Huku jua nilikuwa na shilingi 2,000 peke yake. Na nikaenda na tukafanya hiyo kesi, ikaendelea miaka 8.5 na kiwanja ndio hiki kilirudi kwa serikali. Na tena wewe sasa ndio unajenga industrial park. So safari ya Nasewa ni safari yako. Ulichangia pakubwa. Kwa sababu nilikuwa na shilingi 2,000 ukanipa shilingi 30,000, sio ilibadilisha mambo. Ndio nasema wewe ni rafiki yangu, lakini mbele ya katiba, katiba ni rafiki yangu mkubwa kuliko wewe. Na nimeangalia finance bill, na finance bill inafuruga katiba kwa vipengele kama 6. Na mimi nakuomba waheshimu katiba, wazitoe, kwa sababu wasipozitoa tunaenda kukabiliana kotini. There is nothing to complain about, but there's everything to fight for. But let us avoid that fight. Let people not fool you here. Let people not deceive you. There are issues in that katiba where even the Supreme Court has pronounced itself that need to be honored. We have things in that katiba kama hii housing levy. Ilikuwa kwa ile nyingine, na mimi ndio nilienda kotini kaichapa mpaka ikarudi kwa voluntary. Sasa mnataka tena nirudi kotini? Bwana Rais, tafadhali turahisishe, tunataka kuunga mkono. Mimi na kuunga mkono, nataka utawale kila nchi ya Kenya, because if you succeed, and I always pray for you when I wake up in the morning, among the intercessions I make, I pray for you as the President of Kenya to succeed. Because if you succeed, Kenya is better off for everybody. But Your Excellency, if you fail, we all fail. So I pray for you, I pray for the Pope, and I pray for religious leaders in my intercessions. So please, I plead with you. I've already prepared a petition to go to court. But when I heard you are coming to Busia, I did not file it last week. I held on. I pray that we look at this bill. If we can avoid having to go and fight in court, we avoid. But if people are coming here to say that everything is okay and what have you, then next week we shall be fighting in court, and it's bad for friends to fight. Thank you, Your Excellency, and God bless you. Haya, tumesikia ukio Omtatah. Asanteni.